Trump amechagua vita ambavyo vingeweza kuepukika. A time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Marekani pamoja na Israel wameapa kumaliza utawala wa Iran wa Khamenei wa hivi sasa kupitia operesheni walioita Epic Fury. Mpaka sasa operesheni Epic Fury inaonekana kufanikiwa kwa sababu Marekani pamoja na Israel tayari wameyakatiza maisha ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei Februari 28 kupitia mashambulizi ya anga katika eneo lake. Katika operesheni hiyo iliyofanywa na Marekani pamoja na Israel, imeripotiwa kuwa viongozi wakuu katika serikali ya Iran pia wameuawa. Hivi sasa, Iran imetangaza siku 44 za kuomboleza viongozi wao na siku 7 kama likizo ya umma. Sasa turudi kwenye sababu ya kwa nini Marekani pamoja na Israel wamechukua hatua hii nzito ya kutaka kuumaliza utawala wa hivi sasa wa Iran. Chanzo kikuu hapa ni kwamba Marekani pamoja na washirika wake hawataki kabisa Iran kuwa na mpango wa silaha za nyuklia. Mazungumzo yamekuwa yakifanywa katika jumuiya ya kimataifa kuhusu mpango wa nyuklia. Hata Iran ikawakaribisha wakaguzi wa kimataifa kukagua mpango wao wa nyuklia, na huku wakisema kwamba wao hawana mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia, bali wanatumia haki yao ya kimsingi kuitumia nishati ya nyuklia kufanya maendeleo katika nchi yao ya Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa Iran ina mpango wa kuifutilia mbali Israeli kutoka katika uso wa dunia. Hivyo, Israel inaona Iran kama tishio kubwa kule Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, Trump ameongeza kuwa Iran chini ya utawala wa sasa ndio wafadhili wakubwa wa ugaidi duniani, akiwatuhumu kufadhili Hezbollah na Hamas, makundi ambayo yamekuwa yakishambuliana na Israeli kwa muda mrefu. Haya ni baadhi ya madai ya Israeli pamoja na Marekani, wakisema ndio sababu wanaishambulia Iran. Mpaka sasa, Iran inaomboleza vifo, sio kifo, bali vifo vya viongozi wake. Iran imeahidi kulipiza kisasi kwa waliohusika na mashambulizi hayo, yaani Israeli na Marekani. Ukisikiliza vizuri kauli za wa Iran, wanaongea kwa kujiamini na kwa uchungu kwamba watalipiza kisasi. Trump ameionya Iran, ikiwa itajibu mashambulizi hayo, watapigwa na nguvu ambayo dunia haijawahi kuona. Swali ni je, Trump anajiamini na kitu gani? Hadi sasa, Iran imejibu mashambulizi kwa kulenga kambi za kijeshi za Marekani zilizopo katika nchi kama vile Saudi Arabia, Qatar, Bahrain na hata Umoja wa Falme za Kiarabu. Jambo hilo limeikasirisha sana Saudi Arabia. Saudi Arabia wakisema kwamba Iran hawakufanya sawa kushambulia nchi yao na wao wana haki ya kulinda raia wao, wakazi na hata ardhi ya Saudia. Wakati wa mzozo huo, Saudia ilifunga anga zake kutumika katika mashambulizi yoyote dhidi ya Iran. Hivyo basi, jambo la Iran kuishambulia Saudia ni jambo ambalo serikali ya Saudi Arabia imelikashifu mno. Kabla ya kuendelea na habari hii, taarifa zinatufikia kwamba kiongozi wa kundi la Hezbollah ameuawa na Israeli katika mashambulizi ya hivi leo. Taarifa inaendelea kutolewa huku wanahabari wetu wakichambua swala hili. Hali bado ni tete huko Mashariki ya Kati. Hatujui vita hivi vitachukua mkondo gani au vitadumu kwa muda gani. Iran tayari imepeperusha bendera nyekundu katika msikiti wa Jamkaran huko Qum, ambayo ni ishara ya kulipiza kisasi katika tamaduni ya Waislamu wa Kishia. Hebu tuandikie maoni yako hapo chini. Je, hivi vita vinaweza kusababisha vita kuu ya 3 ya dunia? Mimi ni Ibrahim Jadia.